Unapopika chakula, kuna watu wanapenda kupika chakula vizuri. Wanapika chakula mpaka sijui kama kuna lugha zaidi ya kupika kwenu. Kuna wale ambao wanapika tu, na kuna wale wanapika wanakiandaa mpaka hata kama ni hiyo sukuma utaona hapana, hii yenyewe ni nzuri. Kwa hivyo hata katika maisha yetu ya familia, kuna familia, lakini kuna vitu na viungo ambavyo kwavyo unaweza tia kwenye familia kiasi ya kwamba watu wakiona familia yako wanasema hapa ndipo. Au wewe mwenyewe unasema nikitoka hapa basi niende wapi? Hata hujapopata mtu akubembeleze, akutongoze, unasema nina familia. Hata mtoto anapotaka kutoka kwa familia hiyo, labda anaenda mbali au anaolewa, analia machozi kwa vile ana miss familia. Mzee hajapokuwa kazini, hata akipigiwa smile na mwenzake ukanasema hapana, nina mke wa kwangu. Mke hujapotoka, siku hizi uchumi umekuwa ngumu, hata mtu akikudadisi kwa hela fulani kiasi gani uasi, unasema I have a family. Kwa hivyo mada yetu jioni ya leo inasema roiko ya mapenzi kwenye familia. Bwana asifiwe. Tungependa kutia mchuzi pale nyumbani. Utatiaje mchuzi kwako kiasi ya kwamba hapo pawe ndipo? Tumekuwa tukijifundisha kuhusu mambo ambayo yafaa ufahamu kuhusu mke wako, wanawake wa aina gani, wanaume ni wa aina gani, familia ilitoka wapi, watoto waishi vipi katika familia, changamoto ambazo zinapatikana kwenye familia ambazo si familia. Lakini leo tuliona familia, basi tungependa kujua tutachochea vipi mapenzi katika familia hii. Mapenzi, nimerudia katika vipindi vilivyotangulia kwamba familia nyingi mapenzi yameisha yakabaki mazoea. Tuishi tu. Sijui kama yako ni sehemu ya familia ambazo mapenzi yalisha yakabaki mazoea. Mazoea haya ni tukawalee watoto. Haya, kwa vile sisi ni watu wa dini itakuwaje? Ama wazazi wetu wanasema tukae, ama kwa vile tulitoa mahari basi. Tungependa ukae kwa familia ambayo ni amani. Hata wewe unapoona kweli ulitoka kwenu, ulisema kweli ulitoka kwenu na ulifika. Tutachochea vipi mapenzi kwenye familia? Mume na mke, jioni ya leo ombi langu Bwana akujalie neema ili uyatie mambo haya maanani, ili kuleta raha na afueni nyumbani. Maandiko inasema wanaume wapendeni wake zenu. Si hiyo tumesoma mara nyingi kwa mujibu wa Efeso 5. Waefeso 5, msemaji? Waefeso 5:25. Waefeso ni 5:25. Twende. Biblia inasema, na iseme, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyoipenda kanisa. Asante, tosha. Akajitoa kwa ajili yake. Asante. Enyi waume wapendeni wake zenu. Kuna msemo huu wa Kiingereza unasema, you can give without loving, but you can't love without giving. Enyi waume wapendeni wake zenu. Hivyo ni kusema kwamba unapopenda unatoa. Kwa hivyo mojawapo ya mchuzi katika familia zetu ni wapenzi, waume hata wake. Learn to give gifts. Wapeni zawadi za mshangao wapendwa wenu. Si lazima ungoja tu za Valentine, hapana. Zawadi kidogo kidogo. Surprise mpenzi wako. Kitu
kitu ambacho hakutarajia. Chochea mapenzi nyumbani kwa kumletea kitu, kwa kumpokeza kitu. Gift your wife or your husband. Hiyo kuna venye inatia roho ndani ya familia. Haukutarajia, amekuja tu, hata kama ni peremende. Pastor, sasa peremende ni ya watoto au ni ya watu wazima? Utashangaa. Lollipop hii inatosha tu. Yaani jamani, ukipewa lollipop utakasirika? Yaani utakasirika? Haya basi, wacha nibadilishe. Chocolate namna hii, for example, chocolate namna hii mzee. Yaani mmekula sapa, watoto wameenda kulala, alafu anatoa kwa mfuko anakuambia shika. Anauma, anakupatia. Hivyo tu. Yaani hiyo ni mbaya. Bwana asifiwe. Utachochea mapenzi kwa njia gani? Learn to give to your spouses vitu vidogo vidogo tu. Ni kweli uchumi umekuwa ngumu, maisha ni magumu, but you don't need to do big things. Mambo madogo madogo. Ulitembea ukapata apple. Apple tu. Chungwa, tunda hili ni nzuri sana. Hata katika mambo ya afya, wadaktari wanasema kwamba an apple a day sends the doctor away. Hii ni yake tu. Treat her special kutokana na wengine. Wacha kumdhalalisha, unawatoshanisha na watoto. No. Handle her in a special way. Wapende wake zenu. Mwanaume, mpende mke wako na ujitoe kwake. Kuwe na tofauti kwamba she is special. Hata kama na watoto 10, she is not a child. She is a special person to you. Mwanamke, this man is a special person to you. Huyu ndiye you share intimacy with. Waingereza wanasema neno intimate linatokana na maneno matatu. Intimacy. Yaani ni mtu ambaye ni wa karibu zaidi na wewe. Kwa hivyo jamani, ukiweza mpe zawadi. Gift them. Kadogo tu. Peremende, chocolate, tunda. It spices the relationship. Jambo la pili, wapendanao, familia. Wacha kuishi tu, mnaishi tu mpaka mnasahau. Mnapanga birthday za watoto, mnasahau kwamba hata na nyinyi mna birthday, ama na nyinyi mliolewa. Those anniversaries, those birthdays are very important. Wazee wa miaka ya kitambo nasema hiyo ni nini sasa? Okay, ni sawa. Those are things that are small, but yanaleta mapenzi nyumbani, kwamba unamkumbuka mpenzi wako. Your anniversary. Hii ndiyo siku alisema ninakubali. Hii ndiyo siku alihama kwao. Learn to remember them. Anaona unamdhamini. Anaona unamjali. Anaona ni wa maana. Mwandishi mmoja anasema kwamba hata ikiwezekana muimbie, mwekee wimbo mzuri, wimbo wa madaha. Nashukuru nyimbo hizi za injili ni sawa, kaza mwendo, tutafika siku moja mbinguni, asante. Lakini wewe hata hauna wimbo kwa ajili ya mpenzi wako, au shairi la kumsifu tu. Mbona kidogo dunia mambo haya inakaa kana kwamba inaelewa kutuliko? Yaani uwezi mchongea shairi mumeo, umwambie jinsi yeye ni wa ajabu. Najua jana tuliangalia Suleimani akitupa wimbo wa kipekee ambao ni wimbo wa madaha. Wimbo haujawahi kuimbwa tena. Ulisikia wimbo huo? Kama una mashaka nami, enda na mimi kwa wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora sura ni ya 4. Angalia fungu la kwanza. Wimbo ulio bora sura ni ya 4. Hapo penyewe. Hapo sasa. Tazama. Mzuri mpenzi wangu. Mzuri mpenzi wangu. Mzuri. Macho yako ni kama ya ua. Ngoja. Katika himaya ya Kiebrania, ukiona neno limerudiwa, lina uzito.
unapoanzia penyewe unasema mpenzi wangu, soma tena, soma. Anzia hapo penyewe, rudia. Tazama. Mzuri. Mpenzi wangu. Mzuri. Macho yako ni kama ya ua. Nyuma ya barakoa yako. Kiingereza inasema you are so beautiful my love. You are so beautiful. Your soft eyes are as gentle as a dove from behind your wedding veil. Your hair. Tuendelee. Nywele zako ni kama kundi la mbuzi. Tuende. Wakijilaza mbavuni pa mlima Gileadi. Ndio. Meno yako ni kama kundi waliokatwa manyoya. Kama maandiko hiyo wazi kwamba ili kuchochea mapenzi, wewe jamani, leta wimbo, leta shairi. Tulikubaliana jana kwamba wanawake wanapenda kusikia vitu vizuri. Anatoka kwa nyumba, hata huwezi mwambia yuko mrembo, anakaa smart. Anajaribu kupita mbele yako, lakini una behave kana kwamba humuoni. Tatizo ni kwamba anapotoka pale nje, mwingine amwambia you look so beautiful, ana smile, anasema kumbe wewe haunidhamini. Kuna mwenye ananidhamini. Kwa hivyo kuchochea mapenzi nyumbani, mdhamini na mletee, muimbie wimbo, mwambie venye unamsikia kumhusu. Those are some of the romantic classic songs in the Bible. Tulikubaliana kwamba chumba chenu kibadilishe, inachochea mapenzi nyumbani. Naongea kuhusu wakuu wa dini. Separate love from religion. Hiyo ni nini kwa Kiswahili? Tenganisha dini na mapenzi. Wacha kukuwa mchungaji kwako nyumbani. Yaani mchungaji mpaka kwa bedroom, mchungaji jikoni, hapana. Separate dini au kazi na nyumbani. Tumesema zawadi. Mwandishi anasema kitu fulani hapa, na ninapenda ushikilie pamoja nami. Unapompendeza mkeo au mumeo, na unamdhamini na unamjali, haoni mwingine, hasikii la mwingine, kwa sababu anajua unamdhamini. Soma wimbo ulio bora 2:11 na 13. Naomba wewe some 2:14 hadi 13. Inasema maana tazama, kaskazini imepita. Sawa. Masika imekwisha. Tuende. Imekwenda zake. Tuende. Maua yatokea katika nchi. Tuende. Wakati wa kupelea umefika. Na sauti ya mwigo usikiwa kwetu. Tuende. Vuka 16. Mpendwa wangu ni wangu. Na mimi ni wake. Tosha. Yani that kind of confidence. Ndio kuna watu ambao hata wakienda sokoni, bibi yako huko, mume wako hapa. Hata wakiwa kwa watu, you can't even introduce your husband or your wife. Una mashaka, unamuonea haya. Kwa nini? Assure him or her. Unapomuintroduce kwa watu na confidence kwamba huyu ni wangu, she feels proud. Kwa mujibu wa maandiko inasema iweke wazi, mpenzi wangu ni wangu na mimi ni wake. Ndio kuna watu ambao wanaishi ujirani, lakini huwezi jua huyu ni mume wa fulani. Kuchomoka ni tofauti. Hakuna siku utaona wameambatana pamoja. Hakuna. Kwani mnaogopana ama ni tatizo ni nini? Yaani hakuna siku utaona wamechomoka pamoja hivi. Utakuwa unashangaa wanakaa majirani. Hata kama ni safari wanaenda.
Kuna wengine mpaka japokuwa wamebarikiwa, sasa mibaraka hii imekuwa kana kwamba ni laana. Labda wana magari mawili, but you will never see them driving one car and they are family. Utachochea vipi mapenzi nyumbani? Kwa mujibu wa maandiko, kwa sababu Bwana angependa umpende. Na ndio maana maandiko yanasema wanaume wapendeni wake zenu. By the way, wanawake hawajaitiwa wito wa kupenda. Japokuwa wanawake wanatumia neno hili sana labda kuliko wanaume, wao hawajapewa wito wa kupenda kwa maandiko. Kwa sababu maandiko yanasema wanaume wafanye nini? Wapende. Wanawake wameambiwa wafanye nini? Watii. Hebu rudi pale wa Efeso 5. Lakini nataka uanzie pale 21 ndio tuone kwamba bullying, tujue kwamba kabla ya kupenda na kutii kuna kunyenyekeana. 21:5-21 inasema, hali mnyenyekeane katika kicho cha Yesu. Hali mnyenyekeane. Hiyo ni Kiswahili. Kwamba umdhamini mwenzako naye akudhamini. Basi ndio baada ya kudhaminiana, kunyenyekeana, hapo ndipo basi unapewa jukumu hili la kupenda. Endelea. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana Yesu. Endelea. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Twende. Kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Asante. Naye ni mwokozi wa mwili. Twende. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, ndio vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Tulia. Nasema hivyo pendwa, kama wewe mwenyewe haumtii Kristo mwanaume, haumjamtambua Kristo kama mwokozi wa maisha yako, labda ndani yako hamna chochote cha dhamana ambacho kwacho mke atatii. Lakini maandiko inasema mwanaume wewe ni kichwa, mke atii. Sawa. Lakini kuna kutii kwa kushurutishwa na kuna kutii kwa kupenda. Wapendwa, unapompenda mkeo, kutii comes automatic. Si jambo la kushurutisha, si jambo la kufuruta, si jambo la kulazimisha. Hapana. When you love, submission is automatic. Kwa sababu unamdhamini, unamshughulikia kwa njia inayofaa. Na ndio maana unapoendelea sasa 25 ninasema wanaume wapendeni. Mnapopendana hivyo wapendwa, mnaponyenyekeana hivyo wapendwa, mnapodhaminiana hivyo wapendwa, familia yenu itapendeza na mbingu itafurahia. Na hiyo ndio itakuwa mojawapo ya ushuhuda wa kipekee kwa majirani kwamba nyinyi ni wa Kristo. Unajua hata watu wengine wanaonanga mkienda kanisani wanashangaa, sasa hawa wanaenda wapi? Kwa sababu wiki nzima wakiona venye mmevurugana wanashindwa hata hawa huenda kanisani kufanya nini? Wapenzi, mnapopendana dini yenu ni ya kweli. Familia inapokuwa na raha, dini yenu ni ya kweli. Lakini mnavurugana wiki nzima, alafu mnaanza kusema tunaenda, hata mnaenda wapi? Church. Watu wanashindwa church baada ya hizo vurumai zote. Mkipendana na mkiheshimiana, kuna jambo lingine ambalo pia linatia sukari au roiko ndani ya familia. Wanaume, unajua ukipenda mtu pia unaweza mpeleka out kidogo. Habari zenu? Unapeleka wapi? Wa mama mnaosikia sauti hii, mtu akikupenda na kupeleka wapi? Semeni out. Najua kuna rafiki yangu mmoja ambaye mke wake alisikia ujumbe kama huo, akamwambia mzee, unajua mimi nataka unipeleke out.
tumekula hapa ndani sana, sasa nipeleke out. Sasa huyu mzee akasema ni nini? Huyu mke anatakaje? Sasa hapo kwa nje kwa varanda, sapa ikafika, mzee akaweka stuli hapo nje kwa varanda na viti, akaambia mke wake, kujeni leteni ugali hapa tukule. Akasema tunakula out. Hapana, sisemi hiyo out, tafadhali. Kuna maeneo mengi mazuri ambayo pia yanapendeza. Ukisoma Suleimani anasema kwamba tuende kwenye ua, sebuleni, you know, change the environment. Yani mumekaa hiyo nyumba Monday to Monday, January to January. Yani you can't even go. Ile siku mumeamua mnaenda out, mnaenda ushago. Hapana. Mzaa amekataa. Yani atukimwambia ile siku sasa mmetoka tu, at least mmebadilisha hiyo nyumba, ni PO box ushago. Tena mnaru? Hapana. Sasa zingine mzaa ambia mama, leo hatulali hapa, tunaenda kutembea. Wacha mama apumzike na sufuria na moto. Bwana asifiwe. Change the environment. Hata kama ni kwenda kula tu viazi karai namna hii, endeni. Kwa sababu gani? Yale mazingara tulisoma jana, wanawake wanapenda badilisha vitu, angalau mambo yabadilike kidogo. Hiyo inaleta afueni na raha katika familia. So take her out. Na mama kidogo kiona, unajua hata huyu ukipewa pesa ya chama, siambia mzee sasa, mzee hata mimi raundi hii ninarudisha mkono. Bwana asifiwe. Kwa sababu shida ni wamama wakiwa, saa zingine wamama wakiwa na pesa yao haioni jua, lakini yako tu. Hapana. Surprise even this man. Chochea mapenzi nyumbani. Don't be too mean to each other. Kwa vile unapopenda unapeana. We agreed. Unaweza peana pasipo kupenda, lakini ukipenda utatoa. Hii kidogo wengine waliniambia kwamba hii ni ya wazungu. But try it tonight. Jioni ya leo jaribu tu kwa neema ya mbingu. Waingereza wanasema, daktari wanasema kwamba a hug a day sends the doctor away. Wow. Nimesemaje? A hug a day sends the doctor away. A hug inaitwaje kwa Kiswahili? Kumkumbatia. Na kumpusu. Habari yako. Let's try that. Unakumbuka ulihagiwa lini mara ya mwisho? Wanaosikia sauti hii, unakumbuka ulipata hug lini mara ya mwisho? Na ndo maana pressure imekuwa nyingi. A hug a day sends the doctor away. Yani ni assurance kwamba nakupenda, bado wewe ni wangu, ninakujali, ninakudhamini, you are special to me. Kwa hivyo hii ni mojawapo ya roiko ya kuchochea mapenzi nyumbani. Pangeni maisha yenu pamoja. Zungumzeni. Tumeongea kuhusu mawasiliano. Zungumzeni kwa pamoja. Pangeni mipango kwa pamoja. Msipoyatekeleza haya kwa sasa, baadaye kitawaramba. Kwa nini? Mara nyingi watoto wanapoingia katika familia inakuwa ni mama sasa, na mama amebaki, uzito wake wote na mawazo yake yote yameelekea kwa watoto. Kwa hivyo biashara ya nyumba hiyo na mazungumzo yote ni watoto wa school fees, watoto nguo, watoto wataenda trip, watoto wanajisahau. Si mbali watoto wataondoka, mtabaki wawili. Hiyo ni Kiswahili wawili. Mtabaki wawili jinsi mlianza maisha, na inakuwa ni vigumu kama mmetengeneza rift, hamzungumzi, inakuwa vigumu kuanza kutumana na kuanza kushirikiana. Bwana anania hata kama mmebarikiwa na watoto, msijisahau. Don't forget each other.
pendaneni, pangeni mambo pamoja, ongeeni pamoja, na cha msingi zaidi, endeleeni kuomba pamoja. Kabla nitie sisitizo kwa ombi hili, mambo yakiwa mazuri, utakuta kamba yako ni fupi. Kuna mtu anasema, najua mzee ambaye anapenda nyumbani, kila wakati anazunguka nyumbani, hata hawezi kulala nje. Safari akiwa hata ni wapi anafikiria kuja nyumbani. Nasikia wanasema siku hizi huyo ako na kamba fupi. Yaani amefungiwa, kamba yake ni hawezi enda kutangatanga huko, kamba yako ni fupi. Na ni kweli, maandiko yanasema kwamba afadhali uwe na kamba fupi na unywe maji ya kisima chako, Mithali 5:15. Kaa na kamba fupi, penda nyumbani, Mithali 5:15. Tukimalizia, kuwa na kamba fupi, ona raha, uishi siku nyingi, na uwe mwaminifu katika familia yako. Soma Mithali 5:15. Inasemaje? Unywe maji ya birika lako mwenyewe, na maji yenye kububujika katika kisima chako. Asante, Bwana asifiwe. Amina. Wacha kuwa ukiongeza mapenzi nyumbani, roho iko nyumbani, mawasiliano safi, chakula safi, zawadi ndogo ndogo hapa na pale, mawasiliano yako sawa, mnaomba kwa pamoja, maji ni ya kwako, kisima ni cha kwako, uheri, hauna wasiwasi, unaishi kwa amani. Wacha kamba iwe fupi kwa utukufu wa jina la Bwana. Bwana asifiwe. Wacha kuwa na kamba ndefu, inaleta matatizo. Kuna visima ambavyo ni vichafu. Wacha kunywa maji ya visima vichafu. Kunywa maji ya kisima chako, la birika lako kwako mwenyewe. Bwana asifiwe. Na ndio maana tunapotamatisha kipindi hiki cha familia, kesho labda tutafanya muktasari wa mambo yote tumesoma, lakini kwa sasa tumeona mmojawapo ya mambo ambayo yataleta raha na kuchochea mapenzi nyumbani. Tukujua kwamba familia ndicho kitovu cha jamii yote ya ulimwengu, na hapo kukiwa salama, kote kutakuwa salama. Lakini matatizo tunaona dunia hii ni sababu familia ina matatizo, na shetani amelenga kumaliza familia zetu. Na ndio maana shetani anapiga picha ya kamba ndefu kama nzuri, picha mpango wa kando kama mzuri. Sikiza redio, ona runinga, watu wanasherehesha mambo haya ya zinaa, mambo haya ya kuondoka nje ya familia, mambo haya ya mipango ya kando, ama sijui ni ya mbele ama ni ya nyuma kama mazuri, ilhali Bwana ana mpango kabambe wa maisha ya familia. Ombi langu jioni leo ni Bwana atufundishe na atupe mbinu za kuzidi kuchochea mapenzi kwetu. Sikae tu, yani ni hivyo. Tunajua maisha can be boring. Nyimbo mnasikiza ni zile, usemi ni ule, chumba ni kile, chakula ni kile, mazingara ni yale. Hapana. God wants you to spice your marriage now and then. That bonds you and brings you together again and again. My prayer is Bwana tuneemeshe na atupe hekima na atupe mpaka na resources za kuweza kubadili na kuchochea mapenzi katika familia zetu, katika jina la Yesu. Amen. Amina. Tusimame tuombe. Kesho usikose, kesho tutakuwa tunafanya the final remarks, na tunazidi kualikeni kwamba kama mambo haya yamekubariki na umeona kweli umetanga mbali, labda katika familia yako mambo yalikuwa hayafai, yamekuwa magumu, mpe Yesu maisha yako. Atakupa usemi mororo, atakufundisha kunyenyekea, kwa sababu Yesu tu ndiye ana uwezo wa kutubadilisha. Mume ameleta tabu, mke amekuwa kibiriti ngoma, wewe jikabidhi kwa Yesu na umkabidhi kwa Yesu. Yesu tu ndiye anaweza kumbadilisha. Wewe uliacha watoto, kuna vilio kila mahali, vilio hivyo ni laana. Jikabidhi maisha yako kwa Yesu, atakupa mbinu mbadala ya kuweza kuwafikia watoto hao na kuwaregesha nyumbani. Sote tuandalike kwa ajili ya ufalme wa milele. Takatifu Baba na Muumba wetu, uhimidiwe, utukuzwe milele zote. Umekuwa mwaminifu tangu tulipoanza mikutano hii, na umetembea nasi huku ukijifunua kwetu katika vipindi hivi vya maisha ya jamii.
tumesikia sauti yako kupitia kwa maandiko eti kwamba familia ilianza mbinguni na mpango wa familia ulitokea mbinguni, na familia hii tamati yake kwa neema yako yafaa tuelekee mbinguni. Basi tujalie neema, tuwezeshe kusimama imara. Ni kweli kwamba tumepata mambo mengi na tumejikuta kwamba tumelemewa kwa mengi. Tusamehe na utupe mwanzo mpya. Neema yako tutoshe, mapenzi yako timizwe, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen.